Natamani sana kuwa waaminifu machoni pa watu kuliko kuwa waaminifu kwa Mungu. Na hapo ukicheza hapo unahitaji neema ya Mungu tu. Ukisoma kwenye Biblia kuna watu Mungu aliwaadhibu hapo hapo na kuna wengine akawapa rehema. Sasa kama Mungu amekuhurumia mpaka leo, unatakiwa uendelee kumshukuru. Hanania na Safira walikuja mbele za Mungu kanisani wakiwa wanadanganya. Yaani mtu mke na mume wamekubaliana kuja kudanganya kanisani. Na nilikuwa najiuliza, yaani kwa nini hao walikuwa wanafanya dhambi ambayo haikuwa ya lazima? Yaani Anania na Safira kama wangesema ukweli, kifo kisingewapata, si ndio? Wao wameuza mali yao wenyewe, lakini kwenye kuja kuitoa kwa Mungu wanaacha nyingine nyumbani, alafu hii wanaleta wanasema ndio walichofanyaje, walichouza. Si wangesema tu ukweli kwamba jamani, sisi tumeuza, lakini tumeleta nusu nusu, tumejiachia wapi? Lakini kwa sababu walikuwa wanataka wapigiwe makofi mbele za watu, wanakuja wanasema jamani, tumeuza ile thamani yote hii, alafu wakasahau kwamba Mungu anawaona, na wakasahau kwamba vitu vyote vilivyoko hapa duniani na mbinguni ni mali ya nani? Ni mali ya Mungu. Petro anawauliza, kwa nini mnamdanganya Roho Mtakatifu? Huyu baba akajitosa. Sasa wanaume tuwe waangalifu jamani. Wakati mwingine mnakaa huko mnajadili kanisani, alafu mama anakutuma wewe, anakwambia wewe mwanaume ukiongea mchungaji atafanyaje? Mchungaji anaweza akakusikiliza, lakini Mungu asikukubaliane na wewe. Sasa kwenye hii kesi ya Anania na Safira, hapa Mungu hakutaka kupepesa macho. Jamaa akaanguka, vijana walikuwepo kanisani. Kila mtu kanisani hakosi kazi. Wana nguvu, wakachukua mwili wakaenda kuzika, alafu wakarudi wakategeshea. Sijui kama Mungu aliwaonyesha hawa kwamba mtabeba mwingine. Akaja mwanamke naye. Hapa pia hapakuwa na maelezo mengi. Petro anamwambia, yaani kwa nini wewe na mume wako mmedhamiria kumdanganya Roho Mtakatifu? Angalia waliotoka kumchukua nani? Mume wako, hao nao wanakujia wewe. Alafu naye akafanyaje? Akaanguka pale pale. Sasa jamani, tujitahidi, Mungu atusaidie tusije tukaingia kwenye changamoto hizi tukapigwa kama hao wengine walivyopigwa. Jamani, uaminifu ni kwenye kila kitu. Unaweza ukawa mwaminifu, unawahi kuja kanisani, lakini kwenye matoleo unashindwa kuwa mwaminifu. Hapo unakuwa pia umefanyaje? Umefeli. Unaweza ukawa una juhudi, yaani vibalance vyote unatakiwa kuwa mwaminifu. Yaani ndio tafsiri ya uaminifu. Roho Mtakatifu atusaidie tusije tukaingia kwenye changamoto ambazo hawa ndugu zetu tunawasoma waliingia kwenye hizi changamoto kwa sababu ya wao kutokuwa waaminifu.